ambacho hasa mtazamaji kimeweza kushamiri na baadhi ya waandamanaji ambao tumeweza kusema nao Frida, wanahamaki, wanaghadhabika wakitaka serikali kuwachukulia hatua kali wale maafisa ambao waliweza kutekeleza unyama huo, baadhi yao wakisema kwamba hawakuridhishwa na matamshi yake kiongozi wa taifa ama ile mpango ambao aliweza kutangaza moja kwa moja akiweza kutangamana na waandishi wa habari hivi majuzi katika hotuba yake ya taifa, mtazamaji wakihisi kwamba bado kiongozi wa taifa hajafanya jambo ambalo linafaa, hasa kuweza kuwachukulia hatua wale maafisa waliotekeleza unyama huo dhidi ya wale waandamanaji waliokuwa wakipinga mswada wa fedha mwaka 2024. Mtazamaji, kwa sasa tuko kwenye barabara ya Digo, hasa eneo la Posta. Posta ni katikati mwa jiji la Mombasa na ni barabara ambayo hasa huelekea moja kwa moja kutoka mjini Mombasa. Upande wangu huku wa nyuma, mtazamaji, unaelekea moja kwa moja hadi kivuko cha Likoni Ferry, na unavyoona ni kwamba idadi ya waandamanaji wanaendelea kufika kwa wingi. Nilivyokutajia, wafanyabiashara wanaendelea kuondoka mjini, wanafunga maduka hao kwa hofu tu ya kuweza kushambuliwa na wale wahalifu ambao tuliweza kushuhudia wiki iliyopita waliingilia kati maandamano ya amani na kuzua vurugu. Ila tu kama ulivyomsikia OCPD wa Urban Maxwell Agoro akisema kwamba hatuwaruhusu waandamanaji wa kuzua fujo kuweza kuingia mjini, na kwa sasa inakaa kana kwamba wanazunguka, mtazamaji, kuelekea eneo la Marikiti, Bondeni, kama wiki iliyopita vile vile kufanya mzunguko hadi Sabasaba, kuelekea pia kivuko cha Likoni kule Ferry, na hatujui kama iwapo wakati huu wataweza kujaribu tu kuingia kwenye ikulu ya rais. Na kama nilivyokueleza ni kwamba maafisa wa polisi wamejihami vilivyo kukabiliana na fujo, ghasia na hata nia yote ya kuweza kutatiza shughuli za ofisi za serikali. Na mtazamaji, pia kuna jambo lingine ambalo nimeweza kumsikia tu baadhi ya waandamanaji hapa wakizua lalama kuhusu, likiwa ni swala la serikali kuweza kutowajibikia kikamilifu ufisadi katika serikali ya Kenya Kwanza. Wanadai kwamba kumekuwa na utepetevu na matumizi mabaya ya pesa za umma, na ni baadhi ya malalamishi ambayo sasa huenda ni kana kwamba yataweza kuchukua kipaumbele hata baada ya mswada wa fedha kuweza kutupiliwa mbali. Mtazamaji, wakiwa tu na baadhi ya lalama ambazo wanasema hao ni vijana ambao kwa sasa hawana viongozi, mtazamaji, na kinachowatamausha hasa baadhi yao kuanzia leo alfajiri tulipoweza kufika mjini ni kana kwamba wanasema kwamba wanashangazwa ni vipi ambapo kuna baadhi ya watu wameweza kufika kuweza kujitolea kuweza kumuona, kumtembelea, kumsalamia ama kusema naye kiongozi wa taifa. Hawatambui kiongozi yote katika hasa vuguvugu hili la wana Gen Z, wakisema kwamba hao ni vijana ambao wamejitokeza ili kuweza kuwatetea Wakenya kwa jumla na kuweza kuhakikisha kwamba wameshinikiza uwajibikaji katika serikali hii ya Kenya Kwanza. Wamesema kwamba hawatasitisha maandamano haya, na kana kwamba baadhi yao wakiweza tu kusema kwamba watazidi kuingia barabarani hadi pale wameweza kuridhishwa na hatua ambazo pengine wangeona wangefurahi ikiwa tu kuona serikali imeweza kuchukua. Hapa mtazamaji, tuko mbele yao sasa, picha hizo unaona kwamba nyimbo zao za kawaida tu wakiimba kwamba yote yatawezekana bila hii serikali, na ni tu kauli yao ambayo wanaweza kushinikiza kwa zile nyimbo kejeli ambazo wanazichapisha kwenye mabango ili kuwezesha ama kutoa lalama zao. Tunapokaribia kwa sasa barabara ya Kenyatta Avenue. Kenyatta Avenue hiyo ni barabara ambayo yaelekea kule Mwembe tayari, na mpiga picha wangu hapo Peter Wainaina anaingia kujiseti kikamilifu, mtazamaji, ili iweze kukupa picha na taswira kamili kuhusu maandamano haya ambayo yameanza Mombasa. Frida, hali ni hivyo, waandamanaji hapa, niko na wenzangu pia katika ule upande mwingine. Karim Rajan wameenda katika maeneo ya Nyali wakiwa na Fatma Bugu
pamoja na Brian Washira, miongoni mwa waandishi wenzangu pia ambao wamekita kambi katika kaunti tofauti za ukanda wa Pwani ili kuweza kukupakulia mapana na marefu kuhusu maandamano haya ambayo yameanza tena, maandamano ambayo yanaongozwa na vuguvugu la vijana wa Gen Z ili kuweza kupinga tu baadhi ya mambo ambayo wanasema hawana. Niweze kusubscribe pale kwenye channel yetu, ndio nitakuwa naonyesha tukio ambalo linaendelea hapa Mombasa, haswa maandamano. From Ghana. Thank you guys for watching from Ghana. You can support more, just send a bundle summer credit on 070110 4921. Just send a bundle summer credit pale on 070110 4921.
Tumezoea kutaka Ruto, Ruto must go. Ruto, Huku ni wapi? Ndio tumepita Mwembe, tunaelekea njia ya kwenda Sabasaba.
Those are pension areas. They have gone there to steal and loot. But we are still united as comrades. Comrades power. This is the president of TUM.
subscribe. Put your like and subscribe to the channel so that I will be showing you live coverage. Just subscribe if you've not subscribed to the channel. Please subscribe to the channel so that I'll be giving you live coverage till the end. Continue supporting the channel till the end. I'll be showing you live coverage. War. If you feel stealing, they have just declared the war. If you caught stealing, the days are numbered.
Mombasa, hapa tuko live Mombasa. Ni Mombasa Sabasaba ya I think ya Sabasaba. Mwenye alikuwa anauliza hapa ni wapi? Hapa ni Sabasaba. Oi, wasemaje?
Kile kitu mimi nawezaongea asiturejeshe wakati wa wazazi wetu. Tunaomba watu wakae chini waongee, na haya mambo hayataongelelewa na youth wawili watatu. Kila mahali kutolewe vijana waende wa represent. Tujue mwanzo atatuambia nini. Kama ni mambo hatuwezi elewa, inabidi sisi tuendelee tu kabisa kwa amani. Haya, huyu ni Madam Digida, kama unamfahamu pale. Madam Digida wanafanya mambo pale mtandaoni, anatishatisha pale mitandaoni sana. KDF na mandugu zetu. Yeye anafikiri kama atachesia sisi. Alisema mambo ni matatu. Mambo ya kitu cha kwanza alitudanganya. Tunaamua hivi leo akimbie ama jiuzulu ama aache kazi mwenyewe. Maoni tu. Ni baadhi ya maoni tu. Cha muhimu tu guys, ni subscribe kwenye channel yetu Advan Media, leave your likes pale. Nenda utufuatilie kwenye TikTok pale, Instagram Advan Media, Facebook page Advan Media. Usisahau subscribe. Na nashukuru sana wale wenye mko live, wenye mko kwenye live stream yangu. I do appreciate guys. I don't have madhumuni ya kuja hapa kwenye maandamano nataka uibe, jua hautaenda nyumbani kwa usalama. Leo kwa maandamano, fanya maandamano yako vizuri, urudi nyumbani. Lakini kama uko na nia ya kuja kuiba hapa, umepata nafasi ya kuiba hapa, ole wako vijana wameweza kukataa pale. Tumeshuhudia wengi wanapigwa, wengi wanapurwa mawe kwa sababu ya hilo janga ama hiyo tabia ya wizi. Usikose kusubscribe pale Advan Media so that naweza declare the if you caught stealing, the days are numbered.
kama leo lazima tuandamane. Tuko live leo. Sawa. Unanipa maji kidogo ndio kwa roho. Haina shida ya hiyo. Sawa, tuambie. Kaka lini? Kaka maisha kukataa tu barabara. Hata tu wewe uone. Kaka maisha kukataa. Ulisafiri na milioni 200.
Mashirima sio ngumu kupigana na ufisadi, lakini kabla nitaje hiyo, wacha nitaje jambo moja kwa makanisa. Ukiangalia historia, tangu historia ya ukombozi wa nchi hii, vile mkoloni aliingia na njia ya kanisa. Wale ambao wanaweza angalia hiyo historia. Mzungu alikuwa na bunduki pande huu na Biblia upande huu. Wale wasomi wangesoma waone vile uhusiano wa kanisa na ukoloni ilituletea madhara mengi. Tena kwa serikali ya Mzee Jomo Kenyatta, nayo ilikuwa tu na uhusiano wa kanisa na kiserikali, lakini 1969 wakati wa kifo cha Mboya, kanisa ikajitoa kidete kupinga ile maneno ya kiapo ambayo ilikuwa inaendelea. NCCK ya wakati huo walimpatia rais wa wakati huo kind of an ultimatum. Yes. Ukomeshe, kama hutakomesha sisi ndio tutatoka. Lakini kwanza waliingia kama wazee. Wakati wa President Moi, makanisa yalikuwa kwa mstari wa mbele kuleta hii multi-party. Nakumbuka kama Dingi Mwana wa Nzeki, the late Bishop Muge waliongea. So si kitu ambacho tunaona wakati huu. Pengine ile tofauti iko ni wale ambao ni bishops wakati are so compromised by the state. And hapo ndio tungeona na tunaomba makanisa waangalie maneno kulingana na ile uhusiano wa Kikristo. Hiyo pengine ingetusaidia, lakini tukubali ya kwamba wamekuwa kwa mstari wa mbele kujenga mahospitali, mashule, hiyo maneno yote iko. Allow me to add ile Mumbi amesema kabla hujaniuliza, kwa sababu nilikuweko 1969 wa Young Girls, na Anglican Church ilikuwa na bishop mmoja, Bishop Obadia Kariuki, na sauti yake ilikuwa sauti ya nchi mzima, na kila kanisa including where I am born, St. Emmanuel Church ya Kanau, kulikuwa na ile kiti ya baba askofu akija, na heshima ilikuwa ya juu sana. Mothers Union ambayo tulikuwa na Mothers Sunday ilikuwa na Mama Koinange bibi yake. Heshima 1969 some of our parents walikuwa kwa hiyo safari Mumbi Ngaru anisema ya kwenda kwa baba askofu na kumwambia ongea na rais, hii maneno ya oath sisi kama Wakristo 1 2 3. That is exactly what Mumbi is saying. Kwa hivyo tunasema Kenya iko na historia ya kanisa standing up to the occasion kufanya the right thing. Lakini naona kuna swali ungependa unataka kuniuliza. Nilikuwa nataka kuweka raida hapo. Manake kuna jambo ambalo limetokea wiki iliyopita wakati ambapo baadhi ya viongozi wa makanisa walikwenda katika ikulu ya Nairobi na kuzungumza. Lakini kilichonishangaza ni wakati ambapo mbunge mmoja nadhani ni wacha nisimtaje maana sina uhakika ni yupi, lakini alisema kwamba rais ni archbishop. Rais ni archbishop wa taifa. Na huo usemi wake kidogo sijui kwa wengine, lakini liliibua hisia fulani kuhusiana na ni wapi ambapo tunaweza kuseparate
kanisa na serikali, na haswa viongozi wa kanisa na viongozi wa serikali. Hili jambo la mbunge kumtaja rais kama askofu, je, ni jambo sawa? Sio sawa. Na hapo ndio tunasema wale viongozi wa bunge, wa serikali na wengineo wamejisahau, wakachanganya mambo ya uongozi. Mtu hajijui, hana ile nidhamu ya maneno ya kiroho na maneno ya nchi, sababu kanisa imekuwa ndio thermometer ya vile kuweka roho za watu na kujitokeza vile tulikuwa tunasema kwa viongozi kusema hata kama mtu ni rais wa nchi ya Kenya. Thank you, asanti, umesema kuhusu vile nimesema NCCK za wakati huo, akina 80s, Bishop Muge, Mutava Musyimi, hawa wote walikuwa wanaongea kama thermometer ya ile issues inaendelea nchini. Kuhusu miaka ya Gen Z na wengine ambao wamejitokeza kwa wingi, na umetaja waziri alikuwa wa miaka 33. Ukirudi nyuma kwa hata wakati wa kupigania nchi hii, ufanye tu hesabu ya wale viongozi ya Mau Mau, utoanishe miaka yao, utaona walikuwa kwa age 30, 35, 30, 35. Na wakati huo walifanya kazi yao kulingana na environment ambao ilikuweko. Nyinyi wa 80, 90 na 2000, 1999 wakati wa multi party, na hapo nyuma kidogo, wale walikuwa hata kwa bunge ambayo iliingia wakati huo walikuwa ni vijana. Serikali ya Kenyatta wale walileta mabadiliko walikuwa kwa age ya 30, 40, wengine walioa wakiwa bunge. Kina Mboya, walikuwa. So the difference, ile tofauti tuko nayo wakati huu na wakati ule, sana sana tuko na katiba mpya. Asanti kwa wale wote ambao walipigania katiba mpya. Ya pili ni ile information technology ambayo imefikia Gen Z. Sababu akina waziri hapa hawakuwa nazo, hatukuwa nazo hata mobile. Na ujue ya kwamba hata kwa political parties ukiwa una mobilize watu ndio wakuje kwa mkutano wako, lazima ujue mabasi yatatoka wapi, hao ambao wamefanya kampeni hata Kiambu. Ilikuwa kazi ngumu, lakini sasa kuingia tu kwa simu unapata mkutano wa watu maelfu. Hawa watoto they are high tech na wamesoma, so ni wakati wao, na tutawauliza wajali nchi. Naam. Mheshimiwa Njomo, Rais ametoa wito wa mazungumzo, akaunda jopo, akasema vijana mlete viongozi wenu, kutakuwa na tutakaa chini, tutajadili masuala ambayo mnayaibua, masuala ya ufisadi, masuala ya ukosefu wa kazi na masuala mengine ambayo aliyataja kama ajenda zake. Lakini ukiangazia jinsi hali ilivyo, tumekuwa na mazungumzo mengi, tumekuwa na BBI, tumekuwa na NADCO,
hii ndio italeta tofauti, mazungumzo ya watu 100? Mashirima, nikikuangalia hivi hata mimi nakuweka kwa hiyo generation ya Gen Z. Niko kwa millennials. Haya, acha basi nikuweka kwa Gen Z. Uniambie wewe kama ukiwa warika hiyo na mmoja wa hao, leo uambiwe unaitwa State House, ati umechaguliwa na hiki idara ya Citizen, uende urepresent Gen Z wa Citizen katika State House, ukikumbuka ya kwamba wale ambao wote kwa hii mpango ambao wameonekana au wamekuwa suspected, wao ndio viongozi, wanaenda wanachukuliwa kwao usiku, mwingine anachukuliwa kwa barabara nini, wanaenda hatujui wanapelekwa wapi, wakitoka wanakuwa dazed. Ni kama hao sio wale walishikwa, wanakuja wakiwa tofauti. Wewe utaenda kwa hiyo mkutano? Haiwezekani. So background ya hiyo mkutano ni mbaya. Ni mbaya kabisa, hakuna mtu atakubali kwenda kwa hiyo mkutano. Tena hao vijana ni wa kisasa. Wameangalia hiyo mikutano yote ya kutengeneza bei ya kahawa, ya NADCO, ya BBI, yote imefanyika na haina majibu. Yetu wao wanapanga siku 2 wanafanya maendeleo. Na diposa unasikia wakisema Zakayo shuka, kwa sababu wanataka akuje level yao, waongee wakiwa kwa lugha moja. Na historia sometimes inakuwa funny, inajirudia. Nakumbuka huyu rais wetu alikuwa kiongozi wa milenia ya Gen Z wakati huo, wakati alikuwa kiongozi wa YK 92. Alikuwa kiongozi wa youth, wale ambao walikuwa wana challenge the late President Moi atengeneze nchi yetu ikuwe na maendeleo na ikuwe na demokrasia na imalize ufisadi. Yeye mwenyewe wakishirikiana na akina Jirongo na wengine. Sasa wakati umefika, yeye sasa ndiye kwa hiyo kiti. Na hawa ndio Gen Z sasa ndio wametengeneza YK 2024 ya mwaka huu. It is his time aonyeze ujasiri yake. Vile Moi alimtreat, na yeye amepewa the same opportunity atreat hawa vijana. Moi hakuwaua, Moi aliwalisikiza. In fact, he empowered them. Na diposa saa hii yeye ndiye kiongozi wa nchi hii. Kwa sababu wakati walienda kwa Moi hawakuchapa. Moi aliwasikiliza. Na sio kuwasikiliza tu, aliwaelewa na akaweza kudeal na wao na akawasaidia. Diposa tunaona yeye ni rais, tuliona kina Jirongo akakuwa kiongozi na wengine wengi ambao walikuwa pamoja. So hata yeye sasa amepewa fursa ya kushika hawa vijana. They have beautiful ideas, na kama vile Mheshimiwa Ng'aro amesema, vijana hawa ndio wako age ile inafanya transformation. Ndio wako age ile kuna energy ya kufanya mambo. Hata ukienda kwa ulimwengu, wa muziki, utakuta hao vijana wa Gen Z ndio wanatengeneza muziki, they become millionaires. Ukienda kwa sarakazi au kwa film, wao ndio wanaongoza, ndio wanatengeneza pesa na wanakuwa. So hata hawa vijana wetu wachukuliwe, wasikizwe, tuone hiyo mambo ambao wana propose tunawezaje kuyachukua na tuyafund. Kwa sababu tukikuwa saa yote nikuambia uenda ukuwe carpenter, enda ukuwe makanika, sio hiyo tu wanataka. They have beautiful ideas zingine ambazo tunaweza kuzichukua zipelekwe mbali. Kulikuwa kitabu wakati vijana wetu walikuwa kwa uongozi, ndio waliunda vitu kama industrial bank. Nakumbuka kuna bank moja ambao ni ya kusaidia watu kutengeneza viwanda. Hiyo bank ilififia ikaisha. Wakaanza banki nyingine ya kupatia watu pesa ndani ya cooperative, ile Cooperative Bank of Kenya, waweze kuzalisha kahawa yao zaidi, majani yao zaidi. Iliendelea hivi, ikakuwa banki ya kawaida, ikasahau ilikuwa na target market yake. Kuna idara za serikali ambazo zinatakiwa kuangalia watu wetu ambao wako kwa SME, tunawezaje kuwasaidia ili watoke kutoka hiyo level wako waweze kuenda kwa level zingine. So tukijifanya sisi ndio tunajua sana, hatutaendelea. Tutashuka chini, tukuje kwa level yao, tuwaelewe na tujue tutawasaidia namna gani. Na tuhusishe wengine wao kwa uongozi ili waweze pia kuleta wengine karibu. Mheshimiwa Kipruto, baadhi ya masuala ambayo yamejitokeza mtandaoni, ndio hawajasema viongozi wetu ni hawa, lakini kuna masuala kadhaa ambayo yanashinda yakijirudia. Mmoja ni kuhusiana na masuala ya ufisadi, pili ni kuhusiana na jinsi huduma za serikali zinavyotolewa, tatu ni kuhusiana na jinsi fedha za umma
zinavyosambazo, zinavyokuwa distributed katika idara hizi, kama iwe ni idara ya elimu, idara ya afya na masuala kama hayo. Je, ni kwamba uongozi ni mgumu kufanya hivyo, ama ni vijana ambao wanaona mambo huwa yanafanyika kwa urahisi? Kwanza ningependa kusisitiza jambo ambalo Mheshimiwa Jude Njomo amezungumzia, kwamba viongozi ambao wako katika madaraka wakati huu walikuwa katika ile harakati ya YK92 wakiwa na miaka, kama rais mwenyewe alikuwa na miaka 26. Alikuwa amehitimu kutoka chuo kikuu cha Nairobi na akaingia kwa YK92. Jirongo mwenyewe nafikiri alikuwa na miaka 30. Na wengi, Fred Amayo na wengine wao, Mwilungei na wengine ambao walihusika katika YK92 walikuwa kwa miaka 30, miaka 20 na kitu, na wao sasa ndio viongozi. Hao pia viongozi, ingawaje anasema YK24, nafikiri anamaanisha Youth for Kenya. Si KANU tena, kwa maana wale sasa hawa ni Youth for Kenya. Pia wanaanza kuonyesha ukakamavu wa uongozi, na jambo ambalo rais angefanya ni kusisitiza yale ambao wanauliza. Kama ni fedha itumike vyema, kama ni kusambaza wasambaze kulingana na shida za nchi, si mahali mtu anakotoka. Kiasi kwamba mbunge mmoja anapewa 1.4 billion kutengeneza barabara katika constituency yake na wengine wanapewa milioni 20. Hii haimaanishi, hata hiyo si kabila, ni upendeleo ambayo haina maana. Jambo lingine ambalo ningependa rais asisitize ni kuongeza uaminifu kwa yale yeye mwenyewe anatamka. Na kuongeza uaminifu na maanisha yeye hawe akitamka mambo ambayo imewekwa katika sera ya serikali, kwa maana mengi ambayo alifanya, alitoa ahadi chungu nzima, na hatuwezi kumlaumu kwa maana alitaka ashinde. Na unajua ahadi na manifesto ni mambo ambayo unatumia kwa njia ya kupata ushindi, lakini baada ya kupata ushindi angetakiwa abadilishe manifesto yake, aweke katika sera ya serikali ni vipi watatekeleza yale ambao waliahidi. Na wafanyikazi wa serikali watakusaidia kukuonyesha ni vipi utatumia njia vipi kuhakikisha umetekeleza yale ambao ulitoa ahadi kulingana na sera ya serikali. Jambo la pili ambalo ningeomba rais wetu afanye, atekeleze, ni kutotumia polisi kupiga vijana. Unaona tofauti kwamba jeshi walipokuwa barabarani, vijana hawakuleta fujo. Polisi ndio alifanya wao kupata amaki na fujo kuingia, kwa maana polisi walikuwa wanawapiga wao tear gas, wanapiga wao maji, na pia kupiga wengine risasi. Ndio hiyo shida ikatokea. Jambo la mwisho kwa nafasi hii ni rais mwenyewe atumie maneno ambayo si mazito. Ukianza kusema kuna genge ya jambasi ama criminal gang, hiyo ni lugha nyingine ambayo ukitumia kwa kiwango chako na mazingira yale, unaleta tisho hata kwa raia kwamba kumbe kuna mamluki ambao wameingia hapa nchini, wameajiriwa na watu wengine labda kutoka nchi nyingine kuja kuleta shida katika nchi yetu. Kwa hiyo akitumia lugha ya kuleta watu karibu, lugha ya heshima, hawa vijana sioni kama wana shida, kwa maana wao wamesoma. Wao pia wamesoma hata kuliko yale masomo ya shule. Kwa maana siku hizi ukiingia katika hii Google inakupa hata tafsiri ya maneno. Wao wanajua kuliko sisi. Sisi hata kutuma mambo ya SMS ni juzi tu ndio tumeanza kujua na kutumia WhatsApp. Lakini wao wanatumia mbinu tofauti. Kiasi kwamba nikitaka jambo fulani itendeke, naeleza kijana yangu ambayo ni miaka 30, unisaidie. Kuna hii shida ambayo imetokea kwa WhatsApp yangu. WhatsApp labda haitoki, na kwa dakika 2-3 ananirudishia simu kama imerekebika. Kwa hiyo tungependa rais yeye mwenyewe ajishushe katika level ambayo anazungumza na wao, na wazee wakasikie
Yeye mwenyewe alipata nafasi vile mheshimiwa alisema, kwa mzee Moi kumheshimu na kumpa nafasi akiwa kijana mdogo kuingia kwa gari ya Mercedes ama BMW. Nakumbuka yake ilikuwa white, KAA 144 something, ambaye aliingia ametoka university akapewa na mheshimiwa Jirongo. Yeye akaingia katika harakati ya kugomboa kiti ya Rais Moi mwaka 1992. Na je, hizi mbinu ambazo ilitumiwa na Moi, Yes. ni kana kwamba anazitumia pia, maana pia anatafuta vijana ambao anaweza kuwapa maisha ya kiwango fulani ili waweze kutuliza vijana. Hiyo ndio hisia ambayo vijana wengi wako nayo, kwamba ni suluhisho tu kwa wachache, sio suluhisho ya wengi. Allow me to come in, waziri. Sawa sawa. Suluhisho ya wachache. I want to pick from there. Zamani tulikuwa tukitoka college na hawa wote watakumbali. Mimi nilitoka 1977 Government Secretarial College. You are posted straight to an office. Naenda Ministry of Cooperatives. You are boarded for 3 years na serikali na ulikuwa na kazi. Sisi hapa, anybody close to ages hapa ni karibu 70, we found jobs. Watu wa 80s pia walipata kazi. Yeah, that's true. Tunadili na watoto. Personally, I feel tumekosea hao watoto wetu. Completely mimi naomba msamaha kwa watoto. Kwa sababu pahali tulianza sio pahali wanaanza. So sisi tulipata offices waiting for us. Unaenda banki, unaenda wapi? Watoto wanatoka university, wanakaa miaka 5 wanaendesha baiskeli. So hawa wachache watapata vile mheshimiwa atatuambia ni wachache sana. Hapa tunaona nchi mzima iko nje. Inatuambia nini? Inatuambia opportunities kwa watoto hamna. It is an immediate problem. Wao tunashinda tukiwaambia sisi tulitoka ofisi, tulitoka college tukapata makazi. It's a story we are giving them. Hawana ile opportunity. So mimi ningekuwa nikimwomba rais, for the last 2 weeks amesikia na ame decline kusaini ile bill. Now that was a good step on the way forward. Watu waseme vile wanataka kusema, lakini sisi kama wamama, it's a right thing in the right direction, kwa sababu sisi kazi yetu ni kuomba dialogue. Na kwa hivyo, kwa sababu ameona kuna shinda pahali, twende the next thing. Kuita watoto 100 haitasaidia according to me. Watampatia mawaidha vile waziri anasema. Lakini nataka kukupatia historia. Wamama na Mombi ni one of us here. 1960 kulikuwa kuna mabarabara, nchi ilikuwa injapata independence. Walienda kumtembelea Rais Kenyatta Kapenguria, wakiongozwa na Mama Phoebe Asio, wamama wa maendeleo. And this is what makes maendeleo what it is. Allow me just to put this straight. Kulikuwa kuna barabara, wanaomba Land Rover kwa mzungu governor, wakaenda Kapenguria kuona founding father. Conversation ya empowerment ilianza hapo. Wakabeba maua in Mama Phoebe's words, and she's 93 today. Wakabeba chakula ya wimbi, wakabeba kunde wanapelekea Rais Kenyatta, then not a president. Inilodu akawaangalia, akasema nimetembelewa na wanaume wengi, hakuna mtu, nobody touched him vile wamama walimshika. Na wakaanza safari hiyo 1992 ile tunazungumzia hapa. Maendeleo ikapeleka wamama, na serikali hiyo ilikuja yote ilifanya na wamama. Walikuwa wanafanya na Mama Ngina, she was our first, Her Excellency Mama Ngina was our first patron. Wanajadiliana na rais, manyumba ikianza kujengwa hii yote ya Kariakoo na nini, walikuwa wanapeana mawaidha kama wamama. Aliwaleta on the table. Founding father, mama made sure wamama walikuja kwa mesa, Mama Phoebe na wote siku hizo, kina Keshaga Jemima, wanapeana mawaidha ya mama, kina Ruth Habo. Kuja kwa Rais Moi, mimi nilikuwa province maendeleo. Maneno ikiwa vile iko sasa, Zibora, kuna ile tutasema mabaya ilifanyika, lakini let us speak what is positive, kwa sababu tunataka kwenda forward. Tunaitwa provincial chairs, nilikuwa provincial chair Eastern. Saa 12 mko hapa. One time maneno ilikuwa mbaya sana. Rais mwenyewe hakuwa na linjiro, ndiye na kalamu. Mama Eastern, wewe niambie kwako shinda ni nini? Nyanza shinda ni nini? Rift Valley shinda ni nini? Consultation. By 6:37 tumetoka Ikulu na tumemwambia ukweli, kwa sababu women open their hearts. 1992 wakati Rubia wanashikwa na Matiba, and I say this with a lot of humility, Ukisa akapeleka wamama wote hapa State House, wakaenda kuongea na rais. Wakati ya constitution tukamwona Rais Kibaki
maendeleo yote na wamama wengine wakawekwa kutengeneza katiba. Tulikuwa na 78 districts. Wakati ya Rais Kenyatta nilipoingia kwa kiti, nilipeleka wamama karibu wote hapa elected. Tukaenda kumwambia yale tunatarajia. My plea today is to say, tuko na wamama wanaitwa trailblazers. These are the people. Hatuwezi kusolve maneno ya kuambia rais baada tunaona makosa iko kwa hii screen. I was a civil servant and all we were trained was confidentiality as a government vetted secretary. Hiyo ilikuwa siku ya JK Kareki. Kuna nafasi ya rais akae na wamama wale trailblazers wa nchi hii. They care. Wameona hii nchi ya older than me. Wakae chini naye in privacy. Awaulize direct questions na wamsaidie na direct answers. Na sababu hii shida tuko nayo hapa ni ya kutatuliwa na mbinu zote ziangaliwa zaidi. Mheshimiwa Kipruto alitaja swala la uaminifu na ningependa Mheshimiwa Ngaro pamoja na Mheshimiwa Njomo mweze kujibu swali hili. Huu uaminifu ambao Wakenya wanatarajia maswali ambayo yanaulizwa ni kwamba kwanza kuna ugumu gani kwa rais kuchukua hatua dhidi ya mawaziri ambao wametajwa kwenye kashfa za ufisadi. Pili, mbali na huko kuwachukulia hatua, kuna swala la kusikiza. Hata kina mama wakijitokeza, hata vijana wakijitokeza na kupata hiyo nafasi ya kukaa na rais na kumweleza, kuna shauku kwamba tunaweza kumwambia lakini hatutusikiza. Sababu ya jinsi ambavyo tumeona mienendo yao. Labda nianze na wewe za kule nje. Nikiangalia tu hivi mimi naona kama rais mwenyewe amejifungia, amejiweka kwa chupa, amefunika. Tuondoe hawa wakubwa. Kuna mama wa taifa. Si lazima amwambie maneno kwa TV. Bajeti ya mama wa taifa ingine zote nchi haikuwa inajua. Pengine wengine wale walikuwa kwa serikali ndani walikuwa wanajua ofisi ya mama taifa imepewa milioni 500, lakini haikuwa inatamkwa hadharani. Ofisi ya mama deputy spouse wa deputy president iko na budget ya milioni 700. Hiyo haikuwa inatajwa. Hawa wenyewe hata wakiwa spouse na wenyewe wamefail wa mama, sababu ndio wangetafuta akina Rahab, ndio wangetafuta akina sisi. Wakatuuliza niambieni tusaidie rais namna gani? Kwa mlango ambao umefungwa.
kwa kichumba ambacho hakuna mtu mwingine, hakuna TV, hakuna nini. Wanaongea kwa maneno kama hiyo. Hata kama si kwa rika ya Her Excellency Mama Ngina Kenyatta. Alikuwa anafanya hivyo. Kikiumana. Alikuwa naita kina Mama Phoebe Asio. Akina Grace Ogot. Yes. Akina Mama Juria Ojambo. Yes. Hawa wengine wao wako hai. Sio Wakikuyu wake peke yake. Nafikiria sababu na mimi ni msomi. Na alikuwa anatafuta akina Zipora Kitonyi. Nao hawa mama wakitoka kwa hicho kikao, hata umulize, mtakunywa chai vibuyu, na hata kuambia walisema nini na hiyo. Yes. That one I am aware. Sababu I'm a beneficiary. I am a beneficiary of those old ladies. I got into politics wakati wa Moi. Na nikiwa mea, siku wa chama cha KANU. Lakini Mama Zipora Kitonyi alikuwa anachukua gari, ananipata Thika. Ananiuliza mtoto, walikuwa anaita mimi mtoto. Tulisikia hapa kuna shida, mmegombana na so and so. Kama wanawake wanakusaidia. So gap ile sijui inaitwa nini kwa Kiswahili, lakini kuna gap ya uongozi. Pengo ambacho ambalo pengine imemshinda hata first lady na second lady. Na vile nao wanajitokeza kwa raia, kuna shida hapo. Na nitakuja kwa kutueleza hiyo shida ni gani. Iko. Nitaje sababu kanisa kuna kitu imetengwa ya National Intercessors or something like that under the office of the First Lady. Hiyo huoni ni shida? Hiyo ni shida. Wangeifanya quietly. Hawa ni wazee na mabishop wa kuita, lakini kuwaweka vile wamewaweka hapo kuna shida. Pengine kwangu, lakini nasikiaga raia na wananchi wakiongea kule nje. Ofisi ya second lady. Hii maneno ya pombe. Mheshimiwa Judy Jomo wakati wa uongozi wa Uhuru Kenyatta, mlijitokeza kupigana na pombe Central Province. Sikuwa na wewe na Mrs. Jomo mkitoka kupigana kwa constituency na maneno ya pombe. Sasa huyu amepewa budget, ni kama maneno ya pombe hakuna mtu ambaye ameongea tangu hii nchi ipate uhuru. Alafu mnaweka budget hapo ya milioni 700. Hiyo ni pengo. And these guys, our children are seeing those things. They are able to question them. In fact, in our quiet moment with them, hata kama hawa viongozi wanaweza kukuambia ukweli. Wanatueleza kwamba mumefanya kazi mzuri. We know your limitations. Tunajua. Lakini sisi hatutakubali kwa ile kokuni ya chama. Political party. Sababu wakati political parties itaingia kwa hawa vijana, hawataongea lugha moja. Hawataongea. Ndio sasa tutarudi kwa YK92, ile ya KANU, ya ODM, ya whatever. The unity, ile umoja uko nao, itapotea. Hawa hawataki kujua kabila lao. Wanataka Kenya ambayo ukiingia kwa ofisi, ukitaja jina, hujawekwa kwa kona sababu umetoka kwa tribe ambayo haifai. Na tutazidi tu
tunaitaje vijana wa Gen Z tunaashiria kwamba tunaenda uchaguzi mpya. Je, kama tuko na mbunge ambaye amechaguliwa kutuwakilisha, unatuambia tena tukue na uchaguzi kwa vijana wetu ili wenye watatuongoza? Ni nini tunasema aswa? Rais aje kwenye kongamano la vijana akisema leo mimi kama rais anaweza safiri, anaingia kwa ndege hivi kidogo kidogo yuko USA, anarudi hivi amebadilisha koti yuko South Africa, kesho asubuhi yuko UK. Rais anaweza tembea 47 counties kwa siku 3 ama 4 ama kwa siku 47. Aseme kwa kila siku nitakuwa kwa kaunti fulani, tutakuwa tunakongamana. Niseme kwa mfano mimi kama kijana kwetu ni Kisumu, mimi mkazi wa Nairobi, tutakuwa tunakutana kule kwenye Jomo Kenyatta Sports Ground amba Oginga Odinga Sports Center hapo Kisumu. Vijana wajiandikishe waje, kwa wale ambao wanataka kuzungumza wajiandikishe, maana lazima tukue na utaratibu, sio kila mtu anazungumza, bali tusiwachagulie wazungumzaji, tuwape nafasi wao wajiorodheshe wao kivyao. Tukisema the first 100 to register, utakuwa unakuta unaelekea pale na kitambulisho chako cha kitaifa, ujiandikishe kama moja ya vijana ambao wangependa kuzungumza. Itakuwa inafanywa kwa njia ya uwazi, njia ya uhuru, ili hawa vijana wote wahusishwe. Manake tukilimit conversation hii kwa X, na kuambia leo hii hata ukiteremka kule jijini Nairobi, vijana ambao wako kwenye mstari wa mbele kuongoza maandamano sio wenye wako kwenye X, kwenye Facebook ama WhatsApp. Hawa ni wazalendo ambao wamegadhabiwa na kufeli kwa upande wa serikali. Ni jinsi vipi tutaweza kuwaunganisha pamoja ili tusiwe na classical wars, tuwalete wananchi. Kama tulipigia rais kura kwa njia ya kupanga foleni, na hisia kwamba ipo uwezo wa rais kuzungumza na vijana kupitia njia ile, manake unaposisitiza ya kwamba lazima tuwe na viongozi, basi vunja bunge, tuende uongozini, tuchague viongozi wa Gen Z wakuwe wabunge, waite Ikulu mzungumuze. Kwa wakati huu tupo na bunge ambayo imefeli. Moja kati ya shinikizo la hawa vijana sisi ni kutupiliwa mbali ama kuvunjwa kwa bunge, ambayo rais kidogo ananunua muda ama anasema ana buy time ana sita ananunua muda ama anauza muda, whichever the case. Sasa hivi sisi mimi kama Sankara nitasisitiza, na kuna siku nitabanduka, rais njoo tuzungumuze, beba kiti, kuja na maafisa wa askari, hata ulete jeshi, jinsi tumeweza kuwaona pale. Tuhakikishe ya kwamba wale ambao wanaingia kwenye ukumbi ni wananchi ambao wanakuja kwa mazungumzo, bali sio vita, ili tuongee moja kwa moja. Mambo ya X weka kando, angalia vijana wangapi wako, tufanye digital survey, tuangalie vijana wangapi wako kwenye mtandao, tuangalie digital connectivity ama internet connectivity. Serikali ya Kenya Kwanza ilituahidi na kila mama mboga atakuwa anauza mboga akiwa online. Mimi kwetu hakuna huo internet connectivity kwa soko. Tuite watu in person presentation, the best. Rais atapenda. Mambo ya X, mambo ya Ikulu weka kwa sanduku. Wewe kuja kule kwenye kongamano la vijana tuweze kuzungumza. Ukisema leo hii utakuwa Nairobi, tutakuja. Ukienda Kisumu, tutaenda. Ukienda Mombasa, uongee nao watu kisha useme kwa kuwa nimeweza kuzungumza na vijana kwenye taifa mzima. Na kwa wale ambao waliweza kuzungumza, labda waweze kuchagua moja kati yao ama watatu ama namba fulani, waweze sasa kutekeleza matakwa yao. Sio kutuambia ya kwamba tuchague watu 100 ili ujue hata hawa watu 100 wanatoka wapi. Hayo tu ndio pendekezo langu, lakini ofia langu ni kwamba serikali tulio nayo kwa wakati huu ni ile serikali la sikio la kufa halisikii dawa. Utazungumza, ujijazie kisha akwambie, jinsi nilivyosema kwa mstahiki meya, moja kati ya madiwani anasema, bwana meya, wale ambao wanapigana kule kwenye streets ni wapiga kelele.
jioni watatulia. Hivyo ndivyo tunavyoshuhudia kwenye serikali ya William Samoei Ruto ambaye ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Naam, Kennedy Sankara ambaye anasema kuwa mwamko huu wa vijana wa Gen Z umesaidiwa sana na kutumia na kusoma fasihi simulizi, ikiwa ni Kifo Kisimani, Betrayal in the City, mambo mengi sana ambayo amezungumza, ndio maana yanapatia vijana wa Gen Z mwamko wa kuwajibisha viongozi. Lakini tutakuwa nampatia fursa Jaganyi Amos. Naam. Tukizungumzia kuhusiana na kuna haja ya kikao kufanyika kati ya serikali na vijana. Lakini kumbuka mwaka 2022 tulimwona Rais William Ruto alielekea kila kaunti akifanya kampeni. Na jambo ambalo lilikuwa linajitokeza katika kampeni hizo ni kuwa anatambua matatizo ambayo yanamsibu kijana katika makaunti tofauti. Je, unadhani kitu gani ambacho kimebadilika hivi sasa? Je, vijana wamebadilisha maslahi yenu ama matakwa yenu kutokana na kile ambacho mlikuwa mmeahidiwa na serikali, ama ni kitu gani ambacho kinafanyika hivi sasa? Naam, shukran. Ningependa tu kuliongezea lile Sankara amesema kwamba rais jinsi alifanya kampeni akienda kutoka county hadi county, zingine hadi akijirudilia hakuje namna hiyo, kwa sababu tukisema ni mambo na majadiliano na committee, tumekuwa nazo committee nyingi. The recent one ile karibu sana NADCO, hadi sasa hatujaona matukio yake ama mafanikio yake, kwa sababu hadi nilikuwa naona mwanaharakati fulani anaelekea kotini kuuliza yale mapendekezo ya NADCO yamefikia wapi, ni jambo gani ambalo limechukuliwa kuhusiana nalo. La pili, rais kuja katika mitandao ya kijamii na kuungana na vijana X kwa majadiliano, sidhani kama itabadilisha chochote, kwa sababu amekuwa akijadiliana hata pale bungeni. Tumekuwa tumeona majadiliano kuhusu komiti tofauti kuhusu yale ambayo yanatokea, hatujaipewa ripoti inatoka. Lakini haya maandamano kwa siku 3 ni kurejesha bila majadiliano. Jambo moja katika lile komiti la NADCO ilikuwa kuhusu composition of the IBC. Within 3 days, juu alikuwa na interview pale Citizen, within 3 days tumeona rais amekubali. Leo nikipitia magazeti amekubali kwamba the IBC lile kamati la IBC litajengwa litaundwa within 10 days. Kumaanisha haya maandamano yana manufaa. Within the same period tumeona amevunjilia yale ofisi ya the first lady na second lady. Within the same days kuna mambo mengi, kuna the ofisi, kuna constitution, kuna pia alipendekeza kuvunja. Hawajatoa tangazo rasmi ya kwamba siku ya leo ni bajeti imeanza kuondolewa. But angalau tunaona kwamba angalau haya maandamano yanaharakisha yale ambayo yamekuwa yakiongelelewa kwa muda mrefu. Kwa hivyo sioni kama saa hizi ni wakati wa majadiliano. Majadiliano yangekuwepo kabla hata hii maneno ya financial bill. Saa hizi ni matendo. Na nashukuru Mungu angalau haya maandamano yanazua matunda matamu. Kwa hivyo sidhani. Naam, shukrani sana Amos. Lakini picha ambazo unaziona katika runinga yako ni katika jiji la Nairobi. Tunaona hewa imebadilika, ni moshi ambao unafuka wa vitoa machozi, wengine wakilia, huku wengine waliovaa barakoa wakijizatiti wakisema kuwa basi wakati ni sasa. Tunaona baadhi ya wakazi wa kaunti ya Nairobi ambao wako pale ni kama wamejificha wakijaribu kujiosha macho kutokana na vitoa machozi ambavyo huwa vinawasha mtu kama njia moja ya kutawanya waandamanaji, ikiwemo ni ile agizo ambalo lilikuwa limetolewa na mahakama ya Malindi ya kupiga marufuku ya muda utumizi wa vitoa machozi, maji ya mwasho na risasi za mpira au kipenda rubber bullets. Lakini kile ambacho nakiona pale, vitoa machozi vinatumika na maafisa wa polisi ambao huenda wakizidiwa na waandamanaji. Wanajeshi wa KDF wako tayari
kuingia jijini Nairobi ili kuhakikisha kuwa hali ni tulivu. Lakini picha ambazo naziona pale, tunaona maduka yamefungwa kutokana na hofu ya kuwa wakati wa maandamano biashara zitaharibiwa ama zitaporwa. Kumbuka kwamba tuliona wiki jana biashara nyingi ziliporwa, wafanyabiashara wanaendelea kulia hata baada ya maandamano, na maandamano yakiendelea. Hawasijue baada ya maandamano na kila kitu kinaletewa suluhu, je, biashara zao watazifufua vipi, hasa wakati huu ambapo ni mfumuko wa bei unaendelea kukumba taifa la Kenya na gharama ya maisha inaendelea kuwasibu Wakenya wengi, hasa wa pale mashinani na vijana wengi ambao wanasema kuwa tutazidi kuandamana kwa sababu hata hizo kazi za kila siku hatuna. Nitakuwa namuuliza Geoffrey Mboya ambaye yuko hapa katika studio zetu, ni kijana wa Gen Z pamoja ni mwanaharakati. Kuna jambo ambalo lilikuwa linazungumziwa pale katika mahojiano na Rais William Ruto siku ya Jumapili, na kile ambacho alikuwa anazungumzia katika matokeo yenu ya vijana wa Gen Z, mlikuwa mnasema mawaziri wote ambao wamehusishwa na kashfa za ufisadi wanafaa kutolewa mamlakani, na mkatoa mfano waziri wa kilimo umefika Linturi. Lakini kile ambacho Rais William Ruto alijibu, alisema hakukuwa na ushahidi wowote, ndio maana basi kufikia sasa hajamtoa mamlakani. Mtazungumziaje kuhusiana na kushinikiza serikali kuondoa maafisa serikali ambao wanatekeleza ufisadi humu nchini? Isitoshe kuwa inakuwa vigumu kutafutia maafisa hao ushahidi na kuwafikisha mahakamani, na wale ambao wanafikishwa mahakamani pia inakuwa ni vigumu kuanza kuwatolea ile uamuzi kutokana na ile kesi ambayo imeshtakiwa dhidi yao. Kiukweli ufisadi umekithiri katika serikali ya William Ruto, kwa sababu ikumbukwe ya kwamba kuna baadhi ya maafisa ama viongozi ambao wako upande wake ambao walikuwa na kesi kadhaa katika mahakamani, waliondolewa makosa hayo yote na wako katika hii serikali. Vile vile tumeona shida kama ya fertilizer. Rais na viongozi wake wana mawazo tofauti. Kulikuwa na investigation ambayo iliweka wazi ya kwamba hii fertilizer ilifikia wakulima katika pande tofauti. Kulikuwa na vikao ambazo zilitengwa kufanya investigation. Baadhi yao pia hawakuweza kuleta wazi ya kwamba hii fertilizer ilifikia wakulima, hii fertilizer ilifikia watu ambao waliamini ya kwamba watapata mapato mazuri, lakini hatuoni msimamo dhabiti wa serikali ya kupinga viongozi ambao wako na ufisadi. Tumeona viongozi wenyewe wakipigana vita wao kwa wenyewe. Naam. So tunasema ya kwamba hatutakubali tena viongozi wafisadi kuendelea kuwa na viti na tutazidi kuandamana. Naam, mkizidi kuandamana Geoffrey, kumbuka kwamba tumeona Rais William Ruto akisema kuwa wale ambao walikuwa wameshukiwa na sakata ya mafuta kupikia aliwafuta kazi na bado kesi yao inaendelea. Kwa hivyo anasema kuwa ako tayari kuhakikisha kuwa ufisadi
ya hiyo mkutano. Ndipo hiyo caucus katika ngazi yake ni national conversation, kwamba tuwe na mazungumzo ya kitaifa ambapo nisionekane eti nimetoka Azimio ama nimetoka chama hiki. Niingie tu kama mzee wa mji ambaye ana heshima zake na ana wasia fulani, anaweza kuachia hiyo caucus. Jambo la pili ambalo ni muhimu sana kwetu, Rais Reagan ambaye alikuwa rais wa Amerika alizungumza wakati mmoja akasema, it takes others to remind us what we believe in. Hii inamaanisha labda unaamini kitu fulani, lakini inachukua mtu mwingine akueleze umeenda ni kinyume na yale ambayo wewe mwenyewe umekuwa ukitukumbusha. Tungependa tukumbushe rais kwamba yeye amekuwa anasema anaamini kwamba mtu yeyote anaweza kuingia ngazi ya juu pasipokuwa na background yake, kwamba alisaliwa na mama fulani, alisaliwa na baba fulani. Lakini ya muhimu zaidi, tujenge nchi ambayo tunaaminiana. Rais Nyerere baada ya wiki 6 akiwa prime minister wa Tanganyika alijiuzulu madaraka, akaajia mzee Rashidi Kawawa aongoze nchi kwa mwaka moja. Akaenda katika kila kijiji Tanganyika akihubiri maneno manne: kupiga vita ufisadi, kupiga vita ukabila, kupiga vita udini. Wewe ni Muislamu, mimi ni Mkristo labda. Hiyo haimaanishi kwamba sisi hatutoki sehemu moja. Na ya mwisho ambayo ni muhimu sana ni kupiga vita ubabe, ya kujifanya kama umepata madaraka kama mbunge, kama waziri, ama kama ngazi yoyote, unasema mimi ni muhimu. Ni nini utanieleza? Kwa maana mimi najua kila kitu. Wewe una fedha, huwezi kunieleza vile natakiwa kuvaa. Kwa maana mimi nina fedha, naweza nunua saa ya milioni 17, viatu ya milioni 440, labda mshipi ya shilingi milioni 1, na naweza kuendesha gari ya milioni 50. Utadu? Kidogo tuweze kuangazia jinsi hali ilivyo katika miji mbalimbali. Picha zilizo hapo kwenye runinga yako ni katika jiji la Nairobi, katikati mwa jiji la Nairobi, ambapo maafisa wa polisi hapo wanaonekana kujipanga ili kuwatawanya waandamanaji. Pia tumeweza kupata picha kutoka kaunti nyinginezo. Kuna barabara ya Waiyaki hapa jijini Nairobi, kuna kaunti ya Migori na kuna kaunti ya Mombasa. Ni baadhi ya miji ambayo tumeweza kupata picha mubashara ya jinsi hali ilivyo sasa hivi, wananchi wakiwa wamejitokeza kwenye barabara za miji mbalimbali kama ishara ya kutoridhishwa na jinsi serikali inavyoendeshwa. Na jambo ambalo limezidi kujirudia ni kuhusiana na jinsi polisi wanavyopambana na waandamanaji. Tukiangalia katika kaunti ya Mombasa walipoanza, ilikuwa maandamano ya amani ambapo polisi wanawaelekeza katika zile sehemu ambazo wanaelekea. Lakini ukiangalia katika miji mingine kwamba polisi wanawatawanya,